Nimepokea. Mnaweza kukaa. Kama ilivyo wanaimaya, hichi ni kikao, tena kikao kizito sana, lakini yote atazungumza mfalme. Mfalme, karibu. Asante. Mnaweza kukaa. Kama ilivyo ada, kabla hatujaendelea na kikao chetu pendwa, kuna watu hapa niwatambulishe kidogo. Kulia kwangu kuna mshauri mkuu. Hebu simama wakuone. Na bila kupoteza muda, huku kulia kwangu kuna mtabiri mkuu wa himaya Jitambue. Simama wakuone. Lakini kushoto kwangu kuna anayenienzi, anayeniliwaza, mama yenu wa himaya, Bibi Mwakanda. Simama wakuone. Lakini haiwi baba na mama kama vile ambavyo watu wamepanda mbegu wanategemea kuvuna. Tumemvuna binti yetu mpendwa Yasinta. Simama juu. Lakini vile vile upande wangu wa kulia kuna ndugu yangu mpenzi Zumbe, na asimame juu aonekane. Lakini nisimuhini mkaza mtabiri. Na walioko nyuma ni mazabania, mahodari, walinzi wa himaya yetu. Tunaweza kuanza mada zetu kuu mbili leo. Mada ya kwanza ni kuhusiana na swala zima la mavuno, lakini mada yetu ya pili ni swala zima la kafara. Tunapozungumzia mavuno, maana yake tumebakisha siku 5 kila mmoja wetu kuvuna alichokipanda. Agizo langu, iwapo utavuna gunia 10, basi gunia 6 zitakuwa ni mali ya mfalme wa himaya hii. Na ikitokea umevuna gunia 5, basi gunia 3 zitakuwa ni mali ya mfalme wa himaya hii. Na ikatokea kwa bahati mbaya mavuno yako hayakuwa mazuri, mazao yalishambuliwa na wadudu, ukapata magunia 2, basi tutagawana gunia 1 kwa 1. Agenda ya pili ni swala zima la kafara. Mwaka huu tutatoa kafara ya mnyama wa miguu 4. Maana yake tunaweza kutoa kama mbuzi, kondoo, ng'ombe, mshauri, nadhani hata ngamia. Ni kweli. Kuna yote mwenye swali? Mbona minong'ono? Ukiwa una swali, nyosha kidole. Ndio. Mfalme, hapo kwenye mgawanyo wa mazao, kwa nini katika gunia 10 usichukue gunia 3, sisi ukatuachia gunia 7, au sio? Ndio. Hiyo ni haramu. Kaa chini. Mwingine? Ndio. Heshima yako mfalme. Nimepokea. Samahani mfalme, hivi tukitoa kafara mnyama mwenye miguu 4 tutapata mazao kweli? Bila shaka. Mwingine? Samahani mfalme, ni hapo kwenye kafara. Kwenye himaya hii ya Jitambue nimeona mavuno yanastawi vizuri na tunavuna kwa wakati na himaya ina utulivu. Hii kafara labda ni ya nini? Funga mdomo wako. Kafara la Jitambue. Wewe ni nani? Kaa chini. Mnataka ni hivyo? Hamtaki ni hivyo? Himaya hii inaelea mimi toka awali. Tutagawana hivyo nilivyozungumza na si vinginevyo.
Pia iko sawa bwana. Jamani tulieni jamani, tulieni. Tulieni. Hiyo haiko sawa. Wewe unatoka wapi? Unaniambia au Nitakwambia, lakini ninachoomba ubadilike. Wenzako wote hapo kwenye kikao, wewe unatoka kwenye mapombe saa hizi. Nimekuelewa. Sasa nikwambie kuhusu kikao. Chief kaongea masuala hayo mawili. Sawa Swala la kwanza ni kuhusu mazao. Sawa Na swala la pili ni kuhusu kafara. Hapo kwenye kafara hapo. Unataka hapo. Kafara kaongea kunatakiwa mnyama wa miguu minne. Miguu mingapi? Hiyo chifu naye muda mwingine kama ana akili. Chifu nini? Chifu wanyama wani. Watoto wana nini? Basi tukuchinje wewe. Wewe kuwa na heshima. Niwe na heshima kitu gani? Tukuchinje wewe kama unaenda kuchinja vizuri. Mimi sio mume wako. Sikuelewi mume wangu, utajua mwenyewe. Wewe mke wangu. Mamangu, hivi yale mazungumzo alikuwa anazungumzia chifu, umeelewa kweli? Mimi yaani kwa alivyoongea chifu, kama vile uko sawa, kama vile huko sawa vile. Mamangu, yaani haiwezekani mkulima analima mazao apate junia 5, yetu mpelekee 3, afu si dubaki na 2. Ni haki kweli hiyo mamangu? Mke wangu, huenda ikawa ni haki au sio haki, kwa sababu huenda ikawa yeye anafuata uongozi wa mzee. Hapana mamangu. Sawa, tukiangalia hapa kijijini hamna shida yoyote iliyotokea, lakini sasa hivi kumetokea na kafara ya mnyama wenye miguu minne. Kweli mamangu? Kuhusu makafara haya mimi siwezi kumpinga, inaweza ikawa anafuata njia za mzee, sababu mzee huenda ikawa pia anatoa makafara. Lakini mamangu, kumbuka wewe chifu ni kaka yako, kwa hiyo lolote litakayotokea hapa kijijini lawama zitakuja kwako, na mimi sitaki mume wangu lawama zifikie kwako. Ni kweli mke wangu. Ni kweli kabisa, lakini mke wangu, ipo nafasi mimi ya kuongea na kakaangu mimi. Sawa Kama chifu ni yake ni kujenga, tutajua. Lakini kama yeye anataka kuharibu, tutajua hapa hapa mke wangu. Kafara la jitambue. Heshima yako binti wa mfalme. Nimepokea na kwako pia. Dimbwa nimemkuta? Ndio, sikuranga kuitika. Heshima yako mwana mfalme. Nimepokea na kwako pia. Dimbwa, naomba unifuate. Nina maongezi na wewe. Mkunde, njoo mdogo wangu. Peleka shuka ndani, ule mti nitaenda kukata baadaye. Sawa kaka. Heshima yako mfalme.
kilichonileta hapa kitu kidogo tu. Mimi ndio nipo karibu na wanahimaya, na wanahimaya wanalalamika juu ya mgawanyo wa mazao. Haiwezekani mwanahimaya achukue magunia mawili halafu wewe uchukue magunia matatu. Hii inawezekana vipi? Halafu jingine ni kuhusu makafara. Makafara ya mnyama mwenye miguu minne, hii inawezekana vipi? Haijakuwepo hii. Laiti kama mzee wetu angelikuwa hai, ungeyafanya haya? Wewe unasemaje wewe? Naomba unisikilize kwa makini. Huu mgawanyo wa mazao uishie kwa wanahimaya, lakini sio kwangu mimi. Endapo ukachukua mazao yangu mimi, basi ugomvi wake atakayeamua baba yetu mzazi labda afike kuzimu. Ndio kama ugomvi huu sio walinzi wako hawa, na alafu hivi vikao vyenu hivi siko pamoja na nyinyi. Kafara la gitana